Karibu tuangazie historia mujalabu ya Ngugi wa Thiong'o. Jina langu naitwa Pokanoti. Dunia ya fasihi imebaki ikisikiliza kimya kikuu kilichosalia baada ya safari ya mwisho ya mmoja wa majabali wa uandishi, Ngugi wa Thiong'o. Kwa miongo kadhaa sauti yake imeangaza giza la ukoloni, ukandamizaji na ukosefu wa haki kwa weledi uliotikisika. Leo tunapoomboleza kuondoka kwake, hatumziki tu, bali tunashuhudia kufungwa kwa sura adhimu katika historia ya fasihi ya Afrika na dunia kwa ujumla. Ni wakati wa kutafakari alichokifanya, alichokiamini na alichotufundisha kwa maneno, kwa vitendo na kwa maisha yake kwa ujumla. Ngugi amezaliwa katika kijiji cha Kamilathu karibu na Limuru, wilaya ya Kiambu, katika jamii ya Wakikuyu. Akabatizwa kwa jina la James Ngugi. Alikuwa mtoto wa 5 wa mke wa 3 wa baba yake Thiong'o wa Nduku. Baba alikuwa mkulima aliyepotea shamba lake kutokana na Waingereza kuteka na kutoa nyanda za juu za Kenya. James alisoma shule za wamisionari za Kamandara, Limuru, Kalinga Mangu na Alliance High School iliyopo Kikuyu. Katika miaka ile akawa Mkristo. Wakati akisoma shule, familia yake iliathiriwa na vita vya Mau Mau. Ikawa kaka yake aliuawa na mama yake aliteswa vibaya. Baada ya kumaliza Alliance High School, akasoma Makerere, akahitimu na kupata degree ya Kiingereza mwaka 1963. Akafunga ndoa na Nyambulu mwaka 1961. Akazaa naye watoto 6 katika miaka iliyofuata. Mnamo mwaka 1962 aliandika tamthilia yake ya kwanza ya The Black Hermit. Baada ya degree, aliporudi Nairobi, alifanya kazi ya uandishi wa magazeti. Mnamo mwaka 1964 akachukua nafasi ya masomo huko chuo kikuu cha Leeds. Hapa ndipo alipotunga riwaya pendwa ya Weep Not Chadi. Lakini mnamo mwaka 1964 akiwa mwandishi wa kwanza kutoka Afrika Mashariki aliyetunga riwaya ya Kiingereza, alisimulia hadithi ya kijana Njoroge mwenye ndoto ya kuendeleza elimu yake, lakini anakwama kati ya ndoto zake na hali halisi ya maisha ya Kiafrika chini ya ukoloni. Aliendelea tena kwa riwaya nyingine iliyoitwa The Rivers Between aliyoiandika mwaka 1965, akichora picha ya kijiji kilichopasuliwa kati ya Wakristo na wafuasi wa dini ya asili. Lakini mnamo mwaka 1967 alitumia historia ya vita vya Mau Mau na maarifa ya familia yake kwa ajili ya riwaya ya A Grain of Wheat. Mwaka ule ule, baada ya kuchukua degree ya pili, alirudi Kenya akifundisha chuo kikuu cha Nairobi, ambapo alifundisha mnamo mwaka 1967 mpaka 1969. Hapa aliondoka kwa sababu alipinga kuingia kwa siasa ya serikali katika mambo ya chuo. Baada ya mwaka mmoja huko Makerere, alipata nafasi ya kufundisha Marekani kwenye chuo kikuu cha Evanston mwaka 1970 mpaka 1971. Lakini mwaka 2013 akatunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo kikuu cha Dar es Salaam, yani UDSM, kinachopatikana Tanzania. Mnamo mwaka 1973 alirudi Nairobi kama profesa wa Kiingereza na mwenyekiti wa idara ya fasihi. Idara hii ilianzishwa kutokana na upinzani wa Ngugi na wenzake dhidi ya hali ya Kiingereza kuwa nguzo kuu ya elimu katika Afrika. Katika makala ya On the Abolition of English Department iliyoandikwa mwaka 1968 pamoja na Taban Longliongo na Henry Owool Ayumba, aliwahi kuuliza, tukihitaji kutazama historia ya utamaduni mmoja kwa undani kwa ajili ya masomo yetu, kwa nini tusichukue utamaduni mmoja wa Kiafrika na kuupa kipaumbele ili tuunganishe tamaduni mbalimbali? Kutokana na msimamo huo, aliendelea kutafiti fasihi simulizi ya makabila ya Kenya, hasa Wakikuyu na fasihi ya Kiswahili. Katika miaka hiyo Nairobi huko Kenya, Ngugi aliamua hawezi tena kuwa Mkristo. Mwaka 1976 akabadilisha jina lake kutoka James Ngugi na kuwa Ngugi wa Thiong'o. Kazi yake ya fasihi ilimpeleka katika mzozo wa serikali kuanzia mwaka 1976, kwani Ngugi alishirikiana na wanakijiji wa Kikuyu karibu na Limuru kuanzisha maigizo ya tamthilia katika lugha yao. Lakini mwaka 1976
Riwaya yake ya Petals of Blood ilichora picha ya watawala wapya wa Kiafrika, jinsi walivyochukua nafasi ya ukoloni na wakidhalau na kukandamiza wananchi. Mwaka ule ule aliandika tamthilia ya Ngahika Ndeenda yenye maana kwamba nitaolewa nitakapopenda. Wakubwa katika serikali walikuwa na wasiwasi wakiogopa mwelekeo wa kimazisti wa Ngugi, hasa alipotoka katika chuo kikuu na kuingia katikati ya wananchi wa kawaida kwa njia ya maigizo yake katika lugha ya Kiguyu. Makamu wa rais wa Kenya Moi aliamua kumkamata Ngugi kwa misingi ya sheria ya usalama wa kitaifa, wakati Rais Jomo Kenyatta mwenyewe tayari alikuwa amedhoofika kutokana na uzee na ugonjwa. Ngugi alikaa mwaka mmoja katika gereza la Kamiti, akaandika riwaya ya kwanza ya Kikuguyu ya Katani Mutarabani yenye maana ya kwamba shetani msarabani. Akitumia karatasi ya choo baada ya kuachwa huru, hakuruhusiwa kurudi kazini kwenye chuo kikuu. Mnamo mwaka 1982 aliondoka Kenya kwenda jijini London, Uingereza. Ngugi aliendelea kutumia Kikuguyu pekee kwa ajili ya riwaya, lakini alifundisha na kutunga insha kwa Kiingereza. Katika maandiko yaliyofuata ni Detained, Daily ya mwaka 1981, Decolonization the Mind, The Politics of Language in African Literature, kuondoa ukoloni rohoni, siasa ya lugha katika fasihi ya Afrika, mwaka 1986. Alimodai waandishi wa Afrika watumie lugha zao za kienyeji badala ya lugha za Kiulaya, na hii inathibitika katika kitabu cha Matigale mwaka 1987 alipotumia hadithi za kiutamaduni wa Kikuguyu. Mwaka 2004 Ngugi alirudi kwa mara ya kwanza Kenya. Mwaka 2004 Ngugi alirudi kwa mara ya kwanza Kenya, lakini alipata maafa mabaya ya kushambuliwa na wahuni na kuibiwa mali zake na mke wake akibakwa. Shabaha muhimu ya riwaya zake ilikuwa ni kutangaza riwaya yake mpya ya Kikuguyu ya Muloogi wa Kigogo. Kiini cha imani wa Ngugi ni kwamba kwa kutumia lugha za kienyeji pekee, waandishi wa Afrika watafikia wananchi wa kawaida na kushinda ukoloni mamboleo rohoni. Tatizo alilonalo hapa ni kwamba lugha za kienyeji zinarudi nyuma haraka katika mazingira ya kisasa. Zikiendelea kuzungumzwa na kusikilizwa kwa redio, si lazima zitasomwa pia. Ngugi wa Thiong'o amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Familia yake imethibitisha hilo. Ngugi ambaye alikuwa maarufu kwa riwaya zake, insha na tamthilia, amefariki baada ya kuumwa figo na ugumu wa kutembea. Taarifa ya kifo chake imeeleza Ngugi wa Thiong'o ameacha urithi mkubwa kupitia kazi zake za fasihi, ikiwa ni pamoja na hadithi yake fupi maarufu ya The Upright Revolution iliyotafsiriwa katika lugha zaidi ya 100 na kumfanya kuwa miongoni mwa nguzo muhimu katika fasihi ya Afrika Mashariki. Pumzika kwa amani, shujaa. Mafunzo yako yataishi vizazi na vizazi. Langu jina ni Pokanuti.